Utafiti umekuwa zaidi ya 50% ya mazao yanayovunwa shambani, hasa mazao ya mboga mboga, yanapotea kabla hayajamfikia mlaji, yani post harvest loss. Hayo yamebainishwa na afisa biashara mkuu Wizara ya Viwanda na Biashara, Ramadhan Sizia, wakati wa mkutano wa Afrika Mashariki wa kujadili namna bidhaa za kilimo ekolojia zinavyoweza kupenya kwenye masoko ya ndani na nje ya nchi. Tuligundua kwamba sasa hivi kuna upotevu wa mazao baada ya mavuno umekuwa ni mkubwa sana. Yaani post harvest loss imefikia 52% sasa hivi. Yaani ukivuna vitu vyenye 100%, 52% havimfikii mlaji, vinapotea. Nyinyi wenyewe mtakuwa ni mashahidi. Ukienda kule Iringa watu wanavuna nyanya, wakaenda kuuza barabarani, jioni ikifika nyanya wanatupa pale nyanya, wanaenda kuchukua zingine kesho watakuja kuuza. Zile zingine wanaziacha pale kwa sababu uhifadhi ni hafifu na haupo kabisa. Lakini sisi kama wizara sasa hivi tumegundua na tunahamasisha masuala ya vyumba baridi, ile tunaita cold rooms, ili kuweza control post harvest loss. Lakini pia katika digital economy pia tumeweza kuhamasisha katika sera yetu ya biashara mwaka 2023-2033 kuhamasisha watu kutumia mfumo wa kidijitali katika kufanya biashara zao. Kwa hiyo kabla ya kuuza mazao yako ni vyema unawasiliana na watu wa sokoni ili uweze kujua ni kiasi gani cha bidhaa ambayo unaweza kupeleka sokoni. Kinaweza kuuzika kule, kesho kachukua kingine upeleke, kuliko kubeba mazao mengi ukifikisha kule wateja hakuna. Kwa hiyo tunajaribu kuhamasisha watu, lakini pia kwa mfumo wa tunasema marketing structure, miundombinu ya masoko pia tunataka kuiboresha. Tumeweza kuboresha masoko, ukienda kule Makambako tumeweza kulipa fidia ili kuweza kupata soko la mazao ya wakulima ili iweze kuwa katika misingi sahihi. Kwa hiyo hivi vyumba vya baridi tunaendelea kuhamasisha katika airport zote. Kwa tutafanya survey kwa tuangalie viwanja vya ndege, tuangalie stendi kuu za mabasi na mizigo, ni kiasi gani ambavyo wameweza kuweka hizo huduma. Kama hizo huduma hazipo, tuweze kuhamasisha ziwepo ili kuweza kupunguza upotevu wa mazao haya yanayovunwa na kupeleka sokoni kumfikia mlaji. Mimi naitwa Marwa Moses, natoka Jumuiya ya Afrika Mashariki, kutoka idara ya kilimo. Nafanya kazi kwenye mradi ambao unashughulikia masuala ya ugani, una promote au kuhamasisha kuboresha huduma za ugani katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo mimi nimekuja kwenye warsha hii ya leo nikimwakilisha katibu mkuu msaidizi katika ufunguzi wa semina hii ambao naona tumefanya na imekwenda vizuri sana. Kwa kifupi tu, sababu hii ni eneo ambalo ni muhimu sana katika masuala ya kilimo. Kilimo ekolojia kama mtakavyokuwa mnajua ni kilimo ambacho kinahakikisha kwamba tunatunza mazingira. Sababu kilimo ukifanya bila kutunza mazingira, basi mazao au mafanikio ya kesho hauna uhakika nayo. Kwa hiyo kilimo ekolojia kwa kweli ni initiative au ni utaratibu ambao kwa kweli unapendelewa au unakuwa promoted vizuri sana pale Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini kilimo ekolojia sio kilimo kigeni. Kilimo ekolojia wakulima wamekuwa wakifanya siku zote, lakini bado siku zote kuna nafasi ya kuboresha. Kwa hiyo warsha hii imekuja katika lengo hilo la kutaka kuboresha zaidi hayo masuala ya kilimo ekolojia. Kwa hiyo kutoka jumuiya tumejaribu kusisitiza kwamba chochote kitakachozalishwa au mapendekezo au bidhaa zitakazozalishwa zizingatie affordability, urahisi wa hizo product. Sababu sasa hizi kuna ushindani mkubwa wa bidhaa za sekta ya kilimo kutoka ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini kikubwa zaidi hata kutoka nje ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Nilitoa mfano wa vitunguu saumu. Ukienda sokoni kuna vitunguu saumu vingi sana. Ukienda kwenye supermarket vipo vya kutoka Tanzania sio vingi sana. Vilivyo vingi ni vya kutoka nje ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Actually vinatoka China. Vinauzika, vinapendwa, lakini ukiangalia kwa umakini ni masuala ya ubora tu. Ubora wa bidhaa yenyewe, packing, promotion wanayofanya, kwa hiyo wana compete na bei. Pamoja na kwamba inatoka mbali huko China, bado still utakuta bei yake iko nzuri. Kwa hiyo tumesisitiza affordability, yani urahisi wa bidhaa zetu.
ili tuweze kushindana kwenye soko. Lakini pia tumesisitiza ubora, quality. Ni vizuri kuwa na bidhaa ambazo zina ubora unaokubalika au unaohitajika sokoni. Kwa hiyo hilo pia wakiwa najadili siku nzima ya leo, masuala ya ubora watazingatia sana. Lakini pia tumezungumzia swala la scalability, yani kuweza hiyo teknolojia kusambaa, sababu ukizalisha teknolojia au bidhaa ambayo inaweza ikazalishwa sehemu moja ndogo, lakini haiwezi ikachukuliwa au ikafanyiwa kazi sehemu nyingine, inakuwa umetumia gharama kubwa kwa kuzalisha bidhaa ndogo. Kwa hiyo wajaribu kuangalia bidhaa zile ambazo zinaweza zikatumika kwa sehemu kubwa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Sio lazima nchi zote waweze kuzitumia, lakini kwa kadri itakavyoweza iwe eneo ambalo pia watakuwa naliangalia. Lakini hata labeling, mtu akisoma lebo ya bidhaa basi ikave zile au ielekeze yale mahitaji muhimu ambayo mtu itakuhakikishia ubora. Kwa hiyo vitu vyote hivyo watavizingatia kwa siku ya leo mpaka jioni. Alafu bahati nzuri wajumbe au washiriki wa hii semina wametoka sehemu mbalimbali za nchi ya Tanzania na nje ya Tanzania. Nafikiri kama mlikuwepo asubuhi, kuna wakulima kutoka Kenya, Uganda na wengi zaidi of course wanatoka Tanzania sababu ni wenyeji. Kwa hiyo tutapata mawazo kutoka sehemu mbalimbali za jumuiya na tunategemea kuwa na ripoti nzuri ambayo watashare na wenzao, lakini pia wataweza kushare na Jumuiya ya Afrika Mashariki. La kwanza ni ile ubora, tumesema ubora, alafu affordability, yani gharama. Sababu saa nyingine unakuta wakulima wetu wanatumia gharama kubwa sana kuzalisha bidhaa chache. Kwa hiyo mtu ambaye ana supermarket au ana kibanda kule sokoni, yeye akitaka debe la vitunguu saumu, hata angalia imetoka wapi, hata angalia unamuuzia shilingi ngapi. Akiambiwa ya China ni cha rahisi, sawa. Ubora pia ni muhimu sana. Walaji wanataka kujua ubora. Ukizalisha umeweka madawa ya kuzuia wadudu, umezidisha ubora, mlaji wa mwisho ataona hii itamletea matatizo. Alafu upatikanaji pia. Ukizalisha basi uweze kufikisha kwenye masoko kwa muda unaotakiwa. Kwa hiyo vitu vyote hivyo mara nyingi unakuta sisi hatuwezi kuvitimiza. Kwa hiyo ubora wetu uko chini, upatikanaji sengine uko chini, gharama iko juu. Basi kwa hiyo tunataka mbinu ambazo tutajadili kwenye semina hii za kuondoa hizo changamoto. Kwa upande wake Daudi Manongi kutoka mtandao wa Bioanuwai Tanzania Tabio pamoja na mkurugenzi wa shirika la Seatini la nchini Uganda wanaeleza lengo la kuwakutanisha wadau hao wa kilimo ambao wanajadili changamoto za bidhaa za kilimo ekolojia kushindwa kuyafikia masoko. Langu jina ni Daudi Ngosengo Manongi kutoka mtandao wa Bioanuwai Tanzania ambao unaitwa Tabio, Tanzania Lands for Biodiversity. Katika mtandao wa Bioanuwai Tanzania tukishirikiana na shirika la Seatini Uganda, tumeandaa mkutano wa wadau wa Afrika Mashariki kuhusiana na namna ambavyo bidhaa za kilimo ekolojia zitaweza kupenya kwenye soko la ndani na soko la nje, nyanja ya Afrika Mashariki pamoja na Afrika ya Kati na masoko ya dunia. Kwa kiasi kikubwa ni kwamba changamoto iliyopo ni kwamba nchi za Afrika Mashariki tayari nyingi zimeshakuwa na miongozo mbalimbali ya kilimo ekolojia. Tanzania tuna mwongozo wa kilimo ekolojia unaitwa National Ecological Organic Agriculture Strategy wa mwaka 23 mpaka 2030 ambao umejikita katika kuelezea juu ya namna ambavyo bidhaa za kilimo ekolojia zinaweza kuzalishwa na kuingia masokoni, lakini pia kuwawezesha wakulima kufikia ubora wa hizo bidhaa za kilimo ekolojia kuzalishwa. Nchini Uganda pamoja na nchi wanachama na Kenya na nchi zingine Afrika Mashariki wamejikita katika kuandaa miongozo mbalimbali kwa ajili ya kilimo ekolojia, lakini pia na njia mbalimbali za uthibitishwaji wa ubora wa bidhaa za kilimo ekolojia, ikiwa ni pamoja na njia ya PGS ama Participatory Guarantee System. Kuna changamoto nyingi zinazofanya bidhaa za kilimo ekolojia zisiwepo sokoni, ikiwa ni pamoja na kwamba tuna sera nyingi lakini utekelezaji wake ni hafifu. Kwa hapa ni kuomba serikali nchi wanachama Afrika Mashariki kujikita kwamba sera zilizowekwa na miongozo iliyowekwa, kama sisi ni wanachama tuliokubaliana na makubaliano ya CADIP kama nchi wanachama Tanzania pamoja na nchi zingine, lakini pia kuangalia kwamba licha ya kwamba tumekubaliana kwenye miongozo ya kitaifa na kimataifa, tunatekeleza vipi? Tuna bajeti ya kutosha kwa ajili ya utekelezaji wa miongozo hii, lakini pia wakulima wana uelewa kiasi gani wa namna ya kuzalisha hizi bidhaa za kilimo ekolojia.
taratibu za udhibiti wa ubora na ukaguzi wa mashamba pamoja na uthibitishaji wa bidhaa zikoje kwenye swala zima la kuhakikisha kwamba bidhaa hizi zinaweza kuthibitishwa na kufika sokoni kwa wakati. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto kubwa. Tunaomba sasa serikali ya nchi wanachama kupitia Jumuiya ya Afrika Mashariki, na hasa hivi karibuni kumewekwa mswada wa sheria ya kilimo ekolojia. Tunatamani sasa iwe sheria kamili ili nchi wanachama sasa waweze kufanya kazi kwa kuangalia ni kwa namna gani bidhaa za kilimo ekolojia zinaweza kuvuka mipaka ya nchi moja mpaka nchi nyingine bila kuwa na vikwazo vingi, lakini pia wakulima kuongeza kasi na juhudi ya uzalishaji, ikiwa ni pamoja na kuungwa mkono na mashirika, wadau mbalimbali wa serikali katika kununua hizo bidhaa za kilimo ekolojia. Maana kama watazalisha na hamna soko, basi itakuwa ni uwezo wao kuzalisha utakuwa chini wakati wote. Kilichotukutanisha pamoja kama wadau wa Afrika Mashariki kwenye bidhaa za kilimo ekolojia ni kwamba tayari tunao wakulima Afrika Mashariki ambao wanafanya kilimo ekolojia kwa muda mrefu, na ni kwamba baada ya kufanya hichi kilimo cha ekolojia kwa muda mrefu wanafanya utunzaji wa mazingira, utunzaji wa ardhi, lakini pia wanazalisha bidhaa ambazo ni nzuri kwa ajili ya walaji wa mwisho. Sasa kilichotusukuma ni kwamba changamoto kubwa iliyopo hasa ya kiafya unayoiona ya watumiaji wengi wa mazao ya chakula inayotokana na mazao mengi wanayokula ambayo yamekuwa yana sumu za kutosha, yamekuwa ambayo ni mazao ambayo yanakuwa hayana ubora, ambayo yanakuwa hayatoshelezi kwa vile ambavyo yanasababishwa kuwa na ubora wa chini. Tumewiwa sasa kuja na mpango mkakati wa kuhakikisha kwamba bidhaa hizi za kilimo ekolojia zinatapakaa sokoni, zinathibitishwa, zinatumiwa na watu wengi. Tunaimarisha afya zao, tunalinda kesho yao, lakini pia tunaangalia kwamba mlaji wa mwisho na soko zima wananufaika kwa bidhaa hizi za kilimo ekolojia kwa kulinda na kuendeleza bioanuwai. My name is Jane Narunga. I work for an organization called CIATINI, Southern and Eastern African Trade Information and Negotiations Institute. We work on trade issues broadly to ensure that trade works for the people and for the environment. We work within Eastern and Southern Africa. For this meeting, we have collaborated with TABIO here in Tanzania to discuss the issue of agroecology. Agroecology is where we produce using our local products, organic products. And we have organized these meetings in Uganda, in Kenya. We have partners here in Tanzania. We have partners throughout the East African region to make sure that when we talk about agroecology, people understand what it means, but also the fact that when we produce our products, our agroecological products, they have a market. Because today, you find agroecological products in small markets, but what we want is to make sure that agroecological products are verified, they are certified, they are documented, and they are sold in markets, and they are sold even outside in those international markets. East Africa, we already have a large market. We want to see agroecological products there. We also have the tripartite, that's COMESA, East African Community, SADC. We want to see agroecological products there. We also have the Continental Free Trade Area taking on the entire Africa. We want to see agroecological products there. Why is it important? It's important because we are also looking at issues of climate change, protecting biodiversity, but also protecting our health, because agroecological products are healthy. But we are also looking at ensuring that the small-scale producers who are producing agroecological products get money and a good living, because they are giving us a good product. So that's why we are here working with TABIO, but also working with other organizations in the East African community to ensure that agroecological products are
on the market. The expectations of the meeting is, one, to learn more about agroecological products, but also to chart ways of how we can be able to verify, certify, and put agroecological products on the market. In Uganda, we have been working with the Ministry of Agriculture, Ministry of Trade. We have worked with the Bureau of Standards, and there are measures in place to see how agroecological products can be verified and certified. Mgetila ni mkulima wa kilimo ekolojia. Anaomba mamlaka zinazohusika zithibitishe bidhaa zao ili waweze kupata masoko ya uhakika. Kwa majina naitwa Mgeta Maila, ni mkulima tokea katika shirika linaloitwa Tafe Group. Ni shirika linalojihusisha na kilimo ekolojia. Tuko hapa leo kama wakulima kuja kuzungumza habari za kilimo ekolojia. Kama tunavyofahamu, kilimo ekolojia ni kilimo kinachozungumzia habari ya kilimo cha asili. Ni kilimo ambacho hakitumii kemikali yoyote. Kwa sisi miongoni mwa wakulima ambao tunatumia kilimo hiki tumenufaika kwa sababu ya kilimo hiki. Kwanza ni kilimo ambacho hatutumii kemikali yoyote. Lakini cha pili ni kilimo ambacho kinatunza mazingira yetu. Lakini cha tatu ni kilimo ambacho kinatunza viumbe hai wengine, maana viumbe hai tunategemeana. Kwa zipo changamoto nyingi pia tunazokubaliana nazo au tunazokabiliana nazo kama wakulima. Kitu cha kwanza tunachokabiliana nacho kama wakulima ni ukosefu wa masoko. Masoko yamekuwa ni mahaba sana kulingana na kilimo ekolojia. Kwa sababu kinahitaji ukulima, tunalima chakula kingi na kinapatikana kwa wingi, lakini sokoni hakijathibitishwa na mamlaka husika. Kwa hiyo ni changamoto kubwa ambayo tunayokabiliana nayo kama wakulima wa kilimo ekolojia. Lakini kitu cha pili ni masoko. Masoko pia ni changamoto kubwa ambayo tunakabiliana nayo kama wakulima. Tunalima chakula kizuri, safi na salama, lakini ukienda sokoni bado unakutana na vizingiti mbalimbali kuhusiana na kilimo ekolojia. Kwa wito wetu kwa serikali, kwa vyombo vya habari, kwa mashirika mbalimbali, tufungue mianya ili tuweze na sisi kupata masoko yenye uhakika. Lakini pia tuweze kutoa hiki chakula ambacho ni chakula cha asili, ambacho hakina kemikali yoyote, ambacho kitatusaidia sisi na vizazi vyetu na mazingira yetu yatabaki kuwa salama. Lakini pia nitoe wito kwa mashirika mengine mbalimbali ya umma yaweze kutusaidia tuweze kufanya kilimo ekolojia kwa upana mkubwa zaidi. Kwa sababu bado tuko wachache, lakini mahitaji ni makubwa mno. Kwa hiyo nitoe wito kwa mashirika ya umma, nitoe wito kwa sekta binafsi na taasisi mbalimbali za serikali ili tuweze kujumuika pamoja, tupambane pamoja ili tuweze kutunza na kuhifadhi mazingira yetu kama kilimo ekolojia na kama kilimo cha asili. Lakini mbali na hivyo tunazalisha mbegu. Tunazalisha mbegu za asili, mbegu za mahindi, mbegu za mnafu, mbegu za mchicha. Mchicha ambao ukilima unauvuna hata miezi 3-4 unaendelea kuvuna tu. Lakini ipo hiyo michicha ukiivuna, ukitunza, ikikomaa, unachukua hizo mbegu tena, unazirudisha tena shambani pasipo kupunguza ubora wake. Ubora ni ule ule. Kwa hiyo tunazo mbegu aina tofauti, tunazo mbegu za maharage, tunazo mbegu za mahindi, tunazo mbegu za mchicha, za mnafu kwa aina zake.